wakanichagua president wa African Association, Tanganyika African Association. Ndipo nilipoanza sasa shughuli za kujaribu kuandika katiba mpya ya African Association kusudi tuipe madhumuni hasa ya shabaha ya kuleta uhuru. Ndio mwaka uliofuata tena miezi baada ya miezi 13 14 ndio mwaka uliofuata 54 ndio kwa kweli mimi nilidhani tutachukua katiba tu, tutakachofanya ni katiba tu, tutabadili katiba. Wenzangu wakasema hapana, tukibadili katiba tubadili na jina. Tukahangaika sana kupata jina, na hao kina Abdul Sykes jina hilo hatukuligundua tu, wao walikuwa wamelifikiria zamani kidogo. Akina Abdul Sykes walikuwa Obama alikuwa askari, na kule waliwahi kufikiria kuanzisha chama, na kusema kweli wao waliwahi kufikiria kabisa Tanganyika African National Union wale askari walipokuwa. Kwa hiyo wakati tunahangaika pale tuchukue jina gani, tufanye Tanganyika African Union, sasa itafanana na Kenya African Union, watadhani naye Mau tunataka kuanzisha hapa Mau yetu. Ndipo wakina Abdul Sykes wakakumbuka jina lao waliokuwa wameliunda askari wale walipokuwa Obama, wakasema tuliite Tanganyika African National Union. Hiyo tukaanzisha. Nasema mwezi wa 4 tu mimi tangu kuanza kazi pale tu, na nikawa nakuja sasa. Wazee mmenipa baskeli, wakati huo nilikuwa sina baskeli, nilikuwa nakuja kwa mguu kutoka Pugu, nakuja nakutana na wenzangu kwa desturi. Jumamosi kama leo hivi, kama saa hizi niko ama nimeshafika ama niko njiani, nakuja kukutana na wenzangu tufanye mikutano. Ndivyo tulivyofanya. Wazee wa Dar es Salaam wakaniamini upesi sana, kijana mdogo sana. Tukawa na uhusiano mkubwa sana na wazee wa Dar es Salaam, mkubwa sana. Watu wazima mimi mdogo, na wadogo wenzangu wengine walikuwa ni hao kina Abdul Sykes, kina Abba Sykes mdogo wake, wakina Dosa, lakini wengine wote walikuwa ni watu wazima, walikuwa wengi kabisa walikuwa ni watu wazima. Na mimi mikutano yangu mtakumbuka, hawa mnaokumbuka mtakumbuka siku zote katika mikutano yangu nafika nasema wazee wangu na ndugu zangu, kwa sababu wazee ndio walikuwa hasa wenye mikutano ile ya TANU na African Association ya mwanzo kabisa ilikuwa ni wazee. Wazee walitusaidia sana, walikuwa wana msimamo wa hali ya juu kabisa. Wazee hawakuyumba hata kidogo. Vijana walikuwa wana mashaka wengine walikuwa na vikazi vyao, hatakuwa na wengi wana vikazi vyao. Naye jambo lenyewe lina hatari la kuzungumza uhuru, unaweza ukakosa kazi. Na wako waliokosa kazi wakaacha kazi tukaje. Wako kina Rashidi baadaye waliona afadhali watoke huko kwenye shughuli hizo za waje tuungane katika chama. Hayo ndio hali yako. Nasema wazee wa Dar es Salaam na baadaye wa nchi nzima wakatuunga mkono sana, na kila nilipokuwa nikitembea watu wa kwanza kabisa walionielewa nasema nini ni wazee. Nilikwenda Songea mwaka 1955 baada ya kujiuzuru. Nasema ile miaka yangu 3 niliyojipa ya kufundisha haikufika kidogo izike, lakini haikufika. Nikaambiwa nikajitoa, lakini ilikuwa kiasi cha muda ule. Nikaenda zangu Mara, alafu mwezi wa Novemba kama hivi nikarudi, alafu nikaanza safari za kuizungukia Tanzania, Tanganyika. Nikaanza kusini, nikwenda Mbeya. Mkutano wangu nimefanya pale na wazee, kikundi si kikubwa sana, kikundi kidogo cha wazee ndani ya nyumba ya mtu. Wakaniuliza unatafuta nini? Nikamwambia natafuta uhuru. Wengine vijana wao wanaona kama jambo la mchezo. Wazee wale wao kwa sababu ya vita vya maji na wanakumbuka kabisa, wanaona mimi natafuta jambo la hatari. Kwa hiyo mkutano ule tumefanya mkutano wa makini kweli, wazee wachache ndani ya nyumba ya mtu. Wewe hasa unadhani unawezaje kuleta uhuru?
Wazee wale nikaamini kumbe wanajua jambo hili linawezekana. Wanalitaka, isipokuwa wanataka kujua linawezekanaje. Maana watu wametiwa kitanzi hapa. Wewe utakuja una njia gani za tusitiwe kitanzi na Waingereza? Ndipo nimekaa na wazee wale tumeelezana, ndipo nimewaeleza wazee Waingereza hawa wanawadanganyeni hapa. Waingereza wametumwa hapa. Wametumwa na Umoja wa Mataifa wa wakati huo ambao umekufa, waje hapa waishike nchi hii kwa muda. Watusaidie, alafu wakati itakapokuwa tayari watu waachie tunajitawala. Waingereza hawasemi, wanafanya ujanja, hawasemi. Alafu vita vimekwisha hivi vya pili, Umoja wa Mataifa mwingine umewakabidhi kwa maana ile kwamba watutayarishe mambo yatakapokuwa tayari watoke. Sisi si nchi yao, si koloni yao tu. Ni wameshika hapa, ni dhamana tu wamepewa na mataifa mengine. Kwa hiyo wazee nikaambia hatuna haja kumwaga damu, tuwaseme tu. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere